Wahenga walisema usione chaelea ujue ndani kimeundwa. Hivi ndivyo ilivyo, ni ukweli usiopingika. Usione tu mtu amekuwa maarufu ukajua ameanzia hapo. Hapana, usione tu taifa limekuwa taifa kubwa sana ukajua ndo limeanzia hapo. Hapana, usione tu kabila limekuwa kabila kubwa sana ujue kuna mambo ambayo yalitokea hapo kabla na yalikuwa magumu sana na akawa ni vigumu sana kwa wengine kuvumilia. Watu wenye kukata tamaa mapema wangekata tamaa, basi kuna watu walitoa maisha yao na kuhakikisha kwamba kunakuwa na hali ya usawa na usalama kabisa. Leo tutakwenda kuangazia kiundani zaidi historia ya kabila la Wahehe. Historia yao ikoje? Basi tulia hapo hapo ulipo. Historia ya kabila la Wahehe inaanzia kwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Mfwimi, yaani mwindaji kwa Kiswahili, ambaye mababu walisimulia kwamba mtu huyo alitokea nchini Ethiopia. Mfwimi alipita akiwinda kutoka Ethiopia Kenya kabla kuingia Tanganyika na kujikuta yupo Usagara na hatimaye eneo la Nguruhe Dabaga akipitia Ikombagulu. Himaya Chifu Mwamduda ambaye alikuwa akitawala kabila la Kombagulu lililokuwa na watu wachache sana. Wengi walimfananisha Mfwimi na mtu wa kabila la Wakamba kutokana na ukubwa wa umbile lake. Wakati huo eneo la sasa ambalo linaitwa Iringa lilikuwa na makabila mengi sana. Walikuwepo Wahafiwa katika bonde la milima ya Weru, Luvango, Utinde, Luguru, Makongati, Kalenga, Kipagala, Kihesa, Tambalang'ombe na makabila mengine mengi. Mfwimi alikuwa ni mwindaji mkubwa sana wa nyati ambaye alichoma nyama yake na kuipaka chumvi ambao kwa wakazi wa eneo hilo ilikuwa bado haijafahamika, na hatimaye akampelekea chifu wa eneo hilo ambaye alikuwa anaitwa Mwamduda ambaye alikuwa anaipenda sana hiyo nyama kutokana na ladha yake. Kutokana na swala hilo likasababisha chifu Mwamduda kumkaribisha Mfwimi nyumbani kwake na kuishi naye kama sehemu ya familia yake, na baadaye Mfwimi akawa ameingia katika mahusiano na binti wa Mwamduda ambaye alikuwa anaitwa Semduda